Praise the name of our Lord Jesus Christ. Sasa jana tulikuwa na ibada ya Monday na ile topic ambayo tuliongea kuhusu ni kusikiliza sauti. Kabla tuanze, ningependa nikaombe neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe na pamoja na sisi kuanzia saa hizi mpaka wakati tutakapomaliza. Amen. Sasa tulikuwa tunaongea kuhusu kusikiliza sauti. Kitabu cha Yakobo 1:19, Biblia inasema, "Ayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika." Kwa hivyo Biblia inataka ya kwamba sisi kama kondoo wa Mungu tukue watu ambao ni wepesi kusikia kuliko kusema ama kukasirika. Kwa hivyo tunafaa kuwa tuko wepesi sana kusikia. Na hii kusikia sio kusikia kila kitu. Tusikue wepesi wa kusikia kila kitu. Kuna yale mambo ambayo tuzibe masikio yetu tusiyasikie. Na kuna yale mambo ambayo tukue wepesi kusikiliza. Na kile ambacho Biblia inataka tukue wepesi wa kusikiliza ni injili ya Mungu ama neno ya Mungu. Hiyo ndio tukue wepesi kusikiliza. Sasa kitabu cha Acts of the Apostle, Matendo ya Mitume 4 verse number 18 to 19. Hao ni Mafarisayo ndio wanaongea na wanafunzi wa Yesu, John na Peter. Wanasema Acts 4:18, "Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. But Peter and John replied, Which is right in God's eyes, to listen to you or to him? You be the judges." Kwa hivyo tumeanza na kitabu cha Yakobo ambayo inasema ya kwamba mkuwe wepesi wa kusikiliza. Na kusikiliza ni tusikilize sauti ya Mungu. Kwa sababu wokovu inakuja kwa kusikiliza sauti ya Mungu. Kumbukeni, Biblia inasema kwamba kitabu cha Warumi 10 kuanzia 14 huko mnajua ya kwamba imani inakuja kwa kusikiliza neno la Yesu Kristo. Kwa hivyo wakati Biblia inasema tukue wepesi wa kusikiliza, hiyo kusikiliza ni tusikilize neno la Mungu. Tukue wepesi sana kusikiliza neno la Mungu. Ndio umeona hapa Mafarisayo wakaita wanafunzi wa Yesu, au ni Peter na John, na wakawakanya wakawaambia ya kwamba msifundishe kwa jina la Yesu wala msihubiri kwa jina la Yesu. Kwa hivyo kile ambacho Petero na Yohana walifanya, hawakusikiliza hawa watu. Hawakusikiliza Mafarisayo na hawakusikiliza waandishi, bali waliwajibu ya kwamba ipi ambayo iko sawa mbele ya Mungu, kusikiliza nyinyi ama kusikiliza Mungu? Nyinyi iweni waamuzi. Kwa hivyo Petero na Yohana hawakusikiliza Mafarisayo. Injili ya Mafarisayo hawakusikiliza, bali hao walisikiliza Mungu. Waliambia Mafarisayo kwamba hao watasikiliza Mungu. Kwa hivyo na sisi pia tukue wepesi wa kusikiliza. Tukue wepesi wa kusikiliza sauti ya Mungu. Sasa kwenye kitabu cha John 10 verse number 4, kitabu cha Yohana 10 mstari wa 4, Yesu ndiye anaongea. Anasema, "Naye awatoapo nje kondoo wake uwatangulia, na wale kondoo umfuata, kwa maana hawaijui sauti." Umfuata kwa maana waijua sauti yake. Kwa hivyo Yesu Kristo yeye ndiye mtangulizi wetu na sisi ndio kondoo wa malisho yake. Kwa hivyo wakati anatutoa, Yesu wanga anatutangulia na sisi tunafanya kazi ya kumfuata. Na tunamfuata kwa sababu tunajua sauti yake. Na wageni hatutamfuata, bali tutakimbia wageni, kwa maana hawazijui sauti za wageni. Kwa hivyo wageni hawatafuata kwa sababu hawajui sauti za wageni, bali Yesu watafuata Yesu.
kwa maana wanajua sauti ya Yesu. Kwa hivyo makondoo wanafuata Yesu kwa sababu wanasikia sauti ya Yesu, lakini wageni wanakimbia wageni, kwa maana hawajui sauti za wageni. Wageni ni sauti nyingine ambayo si ya Mungu, haitokani na Mungu. Waganga, injili ya kupoteza watu, hiyo yote ni sauti ya wageni. Yule mtu ambaye aongei mambo ya Mungu, huyo ni mgeni, anaongea mambo ya dunia, analeta injili potovu, injili ya dunia ambayo haileti wokovu. Sauti kama hizo msisikie. Nyinyi ni kondoo ya Mungu, sisi ni kondoo wa Mungu, na Yesu Kristo ndiye mchungaji wetu. Kwa hivyo maana Yesu anatutangulia tufuate Yesu Kristo, kwa maana tunajua sauti yake. Kondoo wa Yesu wote wanajua sauti ya Yesu. Tumfuate Yesu, tusisikilize sauti za wageni. Sauti ya ibilisi tusisikie kabisa, tusisikie. Sisi ni watu ambao hawajui sauti ya ibilisi. Kusikiliza sauti ya ibilisi ni hasara sana. Kumbukeni kwenye shamba la Edeni, Mungu aliongea na Adam na akamwambia ya kwamba tunda zote zenye ziko kwa hii shamba unaweza ukakula, lakini ile ambayo ni ya ujuzi wa mema na mabaya, ile usikule. Lakini shetani naye akakuja na akawaambia ya kwamba wakule. Hiyo nini, tunda ni tamu, wakule. Wakati Adam na Eve walisikiliza sauti ya mgeni ambaye ni shetani, kwanza Mungu aliwaacha wakajipata wako uchi. Kitu ya pili ni wakafukuzwa kwenye shamba la Edeni, yaani walipata hasara sana. Kitu ya tatu, mauti kaingia duniani, yaani mambo mengi maovu zikaingia kwa maisha yao kwa sababu ya kusikiliza sauti ya mgeni. Kwa hivyo tusisikiangi sauti ya mgeni. Kuna hasara sana tukisikiliza sauti ya wageni. Kuna hasara sana, kuna hasara sana. Kwa hivyo tusisikilize sauti ya wageni. Sisi sauti yenye tunajua ni sauti ya Yesu Kristo. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume chapter 9 verse number 10, Bible inasema, basi palikuwepo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono. Anania akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia itwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia anaomba. Naye alipomuona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Verse number 13, lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatendea watakatifu wako Yerusalemu. Na hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani, awafunge wote wa kuitao jina lako. Kwa hivyo Anania, kuliko kusikiliza sauti ya Bwana, Biblia inasema ya kwamba alisikia sauti ya watu wengi, na kila ambapo alisikia watu wengi wakisema ni mabaya kuhusu Sauli. Hakuna kitu kizuri ambayo alisikia kwa sauti ya watu wengi, ni mambo mabaya tu ndio alisikiliza kutoka kwa wageni, kutoka katika sauti ya wageni. Ndio Mungu akamwambia ya kwamba, lakini Bwana akamwambia, enda tu, maana huu ni chombo changu kiteule, alichukua jina langu katika watu katika mataifa. Sasa Mungu ana object, anamwambia wewe usisikilize sauti ya wageni, sikiliza sauti yangu. Sauti yangu inasema aje? Nenda tu ukamwambie. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyo ni chombo kiteule changu. Kwa hivyo sauti ya Bwana ikamwambia Anania, wewe enda tu, ombea huyo Sauli macho yake apate kuona. Huyo ni chombo changu kiteule ambao nimemteua achukue jina langu. Kwa hivyo Anania alikuwa anasikiliza sauti ya wageni, na uliona hawakuenda njia sawa na Mungu, hawakuenda njia sawa. Kwa hivyo sisi tusikilize sauti ya Bwana wetu Yesu Kristo, tusisikilize sauti cha mgeni. Tafadhali tusisikilize. Kuna hasara sana wakati ambapo tunasikiliza sauti ya wageni, kuna hasara sana. Tusisikilize sauti ya wageni. Kitabu cha Wagalatia 1 mstari wa 7, Biblia inasema, huu ni Paulo anaandika, anasema, wala kitabu cha Wagalatia kimeandikwa na Paulo.
Anasema wala si nyingine, lakini wapo watu watabishao na kutaka kugeuza injili ya Kristo. Sasa Paulo anasema ya kwamba kuna watu wanataka kugeuza injili ya Kristo, wanakuja na injili nyingine wageuze injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiria nyinyi injili yoyote isipokuwa ile tuliowahubiria, na alaniwe. Sasa Paulo anasema mtu yeyote atakaye kuja na uhubirie injili nyingine ambayo si ya Kristo, hata kama mtu ni malaika ama ni sisi, mtu huyo alaaniwe. Kwa hivyo mjue ya kwamba ile injili ambayo watu wanafaa wasikilize ni injili ya Yesu Kristo. Hiyo ndio injili ambayo tunafaa kusikiliza. Injili ya mashetani musisikilize. Shetani anakuja na injili ambayo inafanana na ya Mungu, lakini si ya Mungu. Anaitwist tu kidogo, anachanganya tu kidogo, kuweka chumvi, kuipika ifanane na ya Mungu, lakini si ya Mungu. Musisikilize injili kama hiyo. Ndio maana hata kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 pia Paulo anasema kwamba kuna waraka ingine ambayo inaandikwa ambayo inadhania kuwa ni wetu, lakini si wetu. Kwa hivyo jua ya kwamba hii Biblia kuna sauti mingi sana. Kuna sauti ya mashetani na kuna sauti ya Yesu Kristo. Sasa katika hii Biblia sikieni sauti ya Yesu Kristo peke yake. Msikie Yesu anataka namna gani, tufanye namna gani. Lakini sauti ya ibilisi msisikie. Maana kwa hii Biblia ukisoma pia kuna sauti za ibilisi ziko. Kuna mali ibilisi anaongea. Tena verses mingi sana anaongea. Anauliza Yesu, ikiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, geuza mawe kuwe mkate. Yaani ibilisi pia anaongea. Anaambia Yesu, hii mali yote ya dunia nimekabidhiwa, ukitaka niabudu. Kwa hivyo ujue na ibilisi pia anaongea, naye pia kuna sauti. Na msisikie sauti yake, sikieni sauti ya Yesu Kristo. Msikieni sauti ya Yesu Kristo. Kuna siku Daudi alifanya makosa mbaya sana, alisikiliza sauti ya ibilisi. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 21:21 Biblia inasema, tena shetani akasimama juu ya Israeli akamshawishi Daudi kuhesabu Israeli. Sasa shetani akashawishi Daudi. Daudi akasikiliza sauti ya shetani na akahesabu Israeli. Kile kitu ambacho Daudi alifanya kilimkosta mbaya sana. Wakati Daudi alifanya hivyo, Mungu naye akatuma nabii ambaye anaitwa Gadi. Kitabu cha Matendo ya Mitume 21:12. Na akamwambia, basi Gadi, tunaanzia 11. Matendo ya Mitume 21:11. Basi Gadi akamwendea Daudi akamwambia, Bwana asema hivi, kubali upendavyo, miaka 3 ya njaa. Daudi aliambiwa chague, kwa maana amesikiliza sauti ya shetani. Sasa mapigo ndio inakuja kwake. Akaambiwa chague pigo ambaye anataka kwa hizo mapigo matatu. Ya kwanza, miaka 3 ya njaa, au miezi mitatu ya kuangamia mbele za adui zako, ukipatwa na upanga wa watesi wako, au siku 3 upanga wa Bwana, yaani tauni katika nchi, na malaika wa Bwana akiharibu kati ya mipaka yote ya Israeli. Aya basi, ufikiri juu ya jawabu gani nimrudishie aliyenituma. Daudi aliambiwa achague. Verse number 13. Naye Daudi akamwambia Gadi, nimeingia katika mashaka sana. Basi na sasa nianguke katika mkono wa Bwana, kwa kuwa rehema zake ni nyingi, wala nisianguke katika mkono wa wanadamu. Kwa hivyo Daudi akachagua anguke kwa mkono wa Bwana, na Bwana akampiga Daudi kweli kweli. Ijapokuwa alimrehemu baadaye, lakini alimpiga kwa kusikiliza sauti ya shetani. Alimpiga. Kwa hivyo na sisi pia ikuwe honyo kwetu, tusijaribu kusikiliza sauti ya shetani. Sauti ya shetani inakujanga pia kama ni nyororo. Kwa nini? Maana shetani anajibadilishanga akuwe kama malaika wa nuru. Kwa hivyo sauti yake inakuja kama inapendeza, inadanganya watu. Kitabu cha Wakorintho wa pili 11 verse number 14. Biblia inasema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe ujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Kwa hivyo shetani wanga anajigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Kama anajigeuza, inamaanisha hata ile injili ambayo anakuletea pia taigeuza ifanane kama injili ya Yesu Kristo, lakini sio hiyo. Kwa hivyo tukue sana makini. Kuna Biblia katika kitabu cha Wafalme wa kwanza chapter 13 verse number 8.
Inaongea kuhusu habari za mtu mmoja ambaye anaitwa nabii, anaitwa mtu wa Mungu. Biblia inasema Wafalme wa kwanza 13 verse number 8. Mtu wa Mungu akamwambia mfalme, ujaponipa nusu ya nyumba yako, sitaingia pamoja nawe, wala sitakula chakula, wala sitakunywa maji mahali hapa, maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana kusema, usile chakula chochote, wala usinywe maji, wala usirudi katika njia ulioijia. Kwa hivyo Bwana alimwambia huyu mtu wa Mungu ya kwamba usikule chakula chochote, usiingie katika njia hii. Alipewa instruction na Bwana, instruction mingi sana, eti asiingie kwa nyumba ya mtu yeyote, asikule chakula cha mtu yeyote, asikunywe maji. Lakini huu mtu wa Mungu alienda kafanya kinyume. Hilo ndio lilikuwa ni agizo la Mungu. Verse number 13, Biblia inasema, basi akaenda zake kwa njia nyingine, wala kurudi kwa njia ile aliyoijia Betheli. Basi nabii moja mzee alikuwa akikaa katika Betheli. Sasa kuna nabii mwingine ambaye anaitwa nabii mzee. Haya, na wanawe wamekwenda wakamwambia kila neno alilolitenda yule mtu wa Mungu siku ile katika Betheli, na maneno aliyomwambia mfalme, ayo nayo walimwambia baba yao. Basi baba yao akawaambia, amekwenda zake kwa njia hipi? Kwa maana wanawe walikuwa wameiona njia ile aliyoendea yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda. Akawaambia wanawe, nitandikieni punda. Wakamtandikia punda, na akapanda, akamfuata mtu wa Mungu, akamkuta ameketi chini ya mwaloni. Akamwambia, je, wewe ndiye yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda? Akamwambia, mimi ndiye. Akamwambia, karibu kwangu nyumbani ule chakula. Naye akamwambia, siwezi kurudi pamoja nawe, wala kuingia pamoja nawe, wala sili chakula, wala sinywi maji pamoja nawe hapa, kwani nimeambiwa kwa neno la Bwana, usile chakula wala usinywe maji huko, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. Verse number 18. Huyu nabii mzee akamwambia, mimi nami ni nabii kama wewe, na malaika akaniambia kwa neno la Bwana kusema, mrudishe pamoja nawe nyumbani kwako, hali chakula akanywe maji. Lakini alisema uongo. Basi mtu yule akarudi pamoja naye, akala chakula akanywa maji nyumbani mwake. Hata ikawa walipokuwa wameketi mezani, neno la Bwana likamjia nabii yule aliyemrudisha. Akamlilia yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda akinena, Bwana asema hivi, kwa sababu umeiasi kauli ya Bwana, wala ukushika amri aliyokuamuru Bwana Mungu wako, bali umerudi ukala chakula ukanywa maji hapa alipokuambia usile chakula wala usinywe maji, maiti yako haitaingia katika kaburi la baba zako. Basi ikawa alipokwisha kula chakula na kunywa maji, yule nabii aliyemrudisha akamtandikia punda, na alipokuwa amekwenda zake, simba alimkuta njiani akamuua, maiti yake ikatupwa njiani. Sasa unaona, huyu mtu wa Mungu wakati aliasi lile neno la Mungu ambalo lilimwambia usikule chakula usinywe maji, na yeye akadanganywa na nabii mzee na kakula na kakunywa. Maana nabii mzee anasema ni malaika ndiye aliyemwambia, na huyu mtu wa Mungu ni Mungu mwenyewe ndiye aliyemwambia. Alikufa kwa kusikiliza sauti ya nabii mzee, akakufa. Huyo nabii mzee alikuwa ni ibilisi tu, maana ni muongo, na ibilisi ndiye baba ya waongo. Kwa hivyo mtu wa Mungu akakufa kwa sababu ya kusikia sauti ya mgeni, kusikia sauti wa nabii mzee. Sasa ni onyo kwetu, tafadhalini tusikie sauti ya Bwana Yesu Kristo peke yake, tusisikie sauti za wageni. Tukisikia sauti za wageni tutakufa. Be blessed. I hope umebarikiwa kwa neno hilo.